Naam, asante kwa kuendelea kuwa nami katika kipande cha kwanza, na sasa tunaendelea katika sehemu yetu ya pili, na nikusihi kama bado haujaitazama sehemu ya kwanza, nenda kwanza itazame sehemu ya kwanza. Utafurahi na utaenjoy kwa kuitazama movie kama hii. Jina langu ni Madushi James. Tuendelee sasa pale tulipoishia, na kama bado haujasubscribe basi hakikisha umesubscribe ili uweze kupata movie nyingi kama hizi na uwe mwanafamilia wa familia hii kubwa ambayo ipo kwa ajili ya kukuangazia mambo mema na mazuri katika kuijenga akili yako. Tunamwona binti Tonye akiwa anaamka sasa kutoka usingizini, lakini binti ni kama haielewi hivi hali yake, yaani anajihisi vibaya sana na ni kama anajihisi kichwa hakipo sawa kabisa, lakini kwa sababu anatakiwa aende kazini kwake ikabidi ajikaze tu na amke aende kujiandaa. Anatoka sasa aende ofisini kwake. Binti anatembea tu kwa uchovu, hali yake inaonekana sio nzuri kabisa, na sebuleni akamkuta mama yake anasoma vitabu vyake vya kiroho. Binti akamsalimia kwa kinyonge mama yake huku akitembea kutoka nje. Mama yake ikabidi kwanza aweke kitabu chini na kumuuliza, umelala vizuri kweli? Binti akasema hapana. Mama yake akamwambia, unaonekana mnyonge sana, pata basi hata chai tu. Binti akakataa, hapana, nimechelewa, na akamua kuondoka. Mama akabaki tu ameduaa, japo hali ya binti haionekani kuwa nzuri kabisa. Ikabidi binti ajikaze tu kuelekea kwenye gari lake. Gari ni kali kweli, si binti ana pesa bana, tamwambia nini sasa? Mara binti akajihisi anataka kuanguka, ikabidi ajikaze na akaanza kuhisi kizunguzungu. Oho, mambo ya kumkufuru Mungu hayo yanaanza sasa kumtokea puani. Lakini binti akajikaza na akaenda kazini. Akiwa kazini, yupo kwenye kikao na kabineti yake, anatoa maelekezo. Akaanza kujihisi vibaya, akajikaza na kuendelea kuongea. Wafanyakazi wakaanza kuangaliana tu, kulikoni tena? Watu wanasema hata ukifanikiwa kivipi, usimkufuru Mungu bana. Maona mambo haya kufuru yanaweza akamtokea puani Tonye. Hali ya binti haieleweki kabisa. Ikabidi mfanyakazi wake amuulize, mama, upo sawa kweli? Binti, ndiyo nipo sawa, usijali. Binti akajikaza na kuendelea kuongea tu. Mara ghafla akadondoka chini. Wafanyakazi wake wakamuwahi na kumpeleka hospitali. Baadaye binti fahamu zinamrejea, anafumbua macho na kujikuta hospitali, na pembeni anamuona mchumba wake akiwa amesimama na mama yake akiwa amekaa chini tu. Jamaa akasema ameamka. Mama akasimama na kuanza kumshukuru Mungu. Oh Yesu, asante, Tonye ameamka. Lakini binti akawa anauliza nini kimetokea. Mpenzi wake ikabidi amuelezee kilichompata. Binti akawa anataka kunyanyuka aondoke, wakamzuia. Binti anajikaza tu, anasema nipo sawa, lakini ikabidi wamzuie aendelee kupumzika. Binti anajitetea ili wamruhusu kuinuka na anasema hapana, nilikuwa na hasira tu, mimi nipo sawa. Mama akamwambia hapana, dokta amesema upumzike kwanza, relax basi, usifanye hivyo. Jamaa na mama kazi wanayo kumbembeleza binti ili aendelee kupumzika. Baadaye wakaenda kwa daktari kuchukua majibu ya kilichompata binti. Mama akawa anabishana na hayo majibu. Jamaa akamuuliza tena daktari, umesema kansa ya kizazi? Daktari akaanza kuwaeleza na kuambia, binti yenu amepatwa na shida ya kansa, yaani saratani ya kizazi. Mama akachanganikiwa kabisa, akaanza kulia, hapana, haiwezi kuwa hivyo kabisa. Jamaa akawa anampoza tu mama mkwe wake, na daktari akaendelea kuwaambia, na kwa bahati mbaya zaidi tumekwisha chelewa, hatuwezi kuwa na matibabu ya kumponya kwa kweli. Jamaa aliyekuwa anampoza mama naye ghafla akapaniki, daktari, unasemaje? Hatutaweza kufanya chochote, tutamwacha afe tu au? Daktari akaendelea kusema, ninachowaambia ni kwamba kansa imekula eneo kubwa sana na imesambaa sana. Daktari akaendelea kuwashauri tu na kuwatuliza. Mama analia tu na anamwambia dokta, haiwezekani kwa sababu mwanangu ni mtu mkubwa sana hapa ulimwenguni. Tafadhali yatizame tena hayo majibu, hayawezi kuwa ya binti yangu. Daktari akawaambia tu, hatuna cha kubadilisha na hayo ndiyo majibu, tafadhali yapokeeni. Ikabidi waende kuongea na binti yao. Daktari akamwambia binti, kuna muda mchache tu wa kuendelea kuishi hapa duniani. Binti kwa huzuni akamuuliza daktari, ni muda gani huo? Daktari akamwambia binti, kiukweli ni miezi 3 mpaka miezi 6. Maskini wa Mungu,
Mama akawa analia tu huku anakemea, nalikataa hili kwa jina la Yesu. Binti hatulia tu, hajui afanye nini. Au ndipo pigo la Mungu linaanza nini? Inawezekana maana binti alikuwa anamkufuru Mungu. Ikabidi jamaa awachukue na kuwarudisha nyumbani kwao tu. Wakiwa ndani ya gari, jamaa akasema, tutamchukua na kumpeleka kwa wataalamu waliobobea kwa ajili ya kupata majibu mengine kwa mara ya pili. Rafiki yangu Bayo aliwahi kupata shida pia na nitaongea naye ili kupata msaada. Mama akiwa kwenye gari, wamekumbatiana tu na binti yake. Mama anatamani kuongea lakini sauti haitoki na lips zake zinaonekana tu akiongea. Sijui nilikuwa naomba. Yote haya binti ametokana na kufuru zake aisee. Kama alisema ni bidii zake zimemtajirisha na kumfanya awe hapo, basi azitumie hizo bidii zake ili kujiponya mwenyewe. Mambo yameingiwa na huzuni kabisa na bila matumaini yoyote, moja kwa moja hadi nyumbani. Yaani wote wanatembea kama wamenyeshewa mvua na bila matumaini yoyote. Mama ikabidi awaache jamaa na binti na akaenda akapumzika kwenye kochi, ila binti yeye anasongesha tu kuelekea chumbani na jamaa anamuita binti, baby. Binti kimya tu. Binti akamwambia jamaa huku anaenda, tafadhali niache nikae peke yangu kwa muda kwanza. Hatari! Furaha yote imegeuka kuwa huzuni. Jamaa kabaki hajui afanye nini. Ikabidi amsogelee mama alipokaa. Wakati huo huo, mama akiwa ananena kwa lugha tu, jamaa akamuita mama na jamaa akakaa chini, wakaanza kuzungumza. Anamwambia mama, tutaenda kwa wataalamu. Mama akamuita jamaa na kumuuliza, Fulalian, unamwamini Mungu? Jamaa akawa kama kanyeshewa mvua, hajui hajibu nini. Mama akamwambia jamaa, hakuna chochote kinachoweza kufanyika kwa Tonye isipokuwa maombi pekee ndiyo yatakayo sapoti. Jamaa akamwambia mama, lakini ni sahihi ninachotaka kukifanya hapa. Mama kwa imani akatikisa kichwa na kumwambia jamaa, hapana, ninayakataa haya majibu, ninayakataa kabisa. Mama huku analia, nimeamua kuyakataa. Mama akamwambia jamaa, niliongea na mchungaji wangu na akasema anakuja. Hii si vita ya kimwili Fulalian, hii ni vita ya kiroho na unatakiwa tupambane hii vita kwa pamoja. Jamaa akamwambia mama, unajua vizuri kabisa jinsi gani Tonye anajihisi kuhusu hiki kitu, hawezi kukubali vizuri. Mama akamwambia jamaa, popote pale hatuwezi kumpata dokta anayeweza kumponya binti, ni Mungu peke yake ndiye anayeweza, lazima akubali tu. Ngoje mimi nipate chakula cha usiku. Mama ana imani huyu, na hali hii inayoendelea yeye anaenda kupata chakula kabisa. Basi jamaa akabaki amekaa mwenyewe hapo anatafakari, huku binti akiwa anaingia chumbani. Akafungua mlango na kubaki kaegemea mlango, yaani haamini hali alionayo. Kwanza akatupa hapo koti lake na kusogea moja kwa moja kwenye kioo na akakaa hapo na kuanza kujitazama. Ikabidi avue kabisa mpaka wigi. Na kuambia kichwa kinawaka moto kabisa. Akatoa kabisa mpaka kope zake alizobandika kwenye macho, futa kabisa makeup yote, yaani akabaki kama jinsi alivyo bila maurembo. Binti akajikagua tu. Mara mama yake anagonga mlango. Tamuna Tonye. Binti akiwa amekaa bafuni anaoga huku anatafakari, yaani hana raha kabisa. Mama akaendelea kugonga mlango. Tamuna Tonye, fungua mlango, nimekutengenezea kitu unachokipenda, tafadhali unatakiwa ule. Mama akawa anaendelea kuita tu Tonye, lakini binti hata hajari kabisa. Binti akiwa anawaza mengi akazama ndani ya beseni la kuogea ili afe. Mara pumzi ikamkatikia, akaibuka mwenyewe tu. Wakati huo mama anaendelea tu kugonga. Binti akavaa na kusogea moja kwa moja mpaka sehemu anapotunzia nguo zake, mahali kabati lake lilipo, na akaanza kuzikagua. Akaifuata saa yake na kuanza kuiangalia tu. Jamaa naye akafika. Wakati huo mama amekwisha kuondoka. Jamaa akaanza kugonga mlango na kumuita mpenzi wake, baby, lakini binti yupo tu ndani anaangalia saa yake na inaonekana ni ya thamani kweli kweli. Jamaa anagonga tu mlango, baby, tafadhali fungua mlango, nahitaji tuzungumze, tafadhali baby, fungua mlango. Sawa? Binti akapaangalia tu mlangoni bila hata kujibu chochote. Jamaa kwa kukata tamaa akaamua tu akae hapo mlangoni. Binti akasogea, lakini naye kufika mlangoni moyo wake ukasita kuufungua mlango. Ikabidi akae hapo mlangoni na baadaye akaamua tu kufungua mlango, na jamaa akaingia ndani na kumkumbatia mpenzi wake. Hatimaye usiku ukaingia, wakapumzika pamoja kitandani. Yaani
Tamwona Tonye hiki kitu amejitakia mwenyewe. Inawezekana ni pigo la kufuru zake mwenyewe, maana alikuwa na mkufuru Mungu sana. Asubuhi inafika na binti anajiandaa aende kazini, wakati jamaa bado akiwa amelala. Jamaa alipoamka na kumwona binti anajiandaa, akamwita kwa kushangaa, "Baby, unafanya nini hapo?" Binti yeye akaitikia tu, "Asubuhi njema kwako." Jamaa akajibu, "Asubuhi njema? Unaenda kazini sivyo?" Binti anajibu majibu yake tu. "Kwa nini?" Jamaa akamwambia, "Yaani kwa sababu nahitaji kupumzika." Binti akamwambia jamaa, "Kupumzika? Kwa nini?" "Daktari amenipa miezi 3 hadi 6. Sitaki kutumia muda wangu uliobaki nikihuzunika juu ya jambo nisiloweza kulithibiti." Jamaa akamwambia mpenzi wake, "Mpenzi, unaongea kama vile umeshakata tamaa." Binti akajibu, "Lakini sijakata tamaa. Nataka tu kutumia muda wangu uliobaki kufanya kile ninachokipenda." Jamaa anamshauri mpenzi wake na kumwambia, "Mpenzi, tunahitaji kupata maoni mengine. Lazima tupambane na hili. Sitaki kwenda popote. Nipo nawe kila hatua ya safari hii. Sawa, tutapambana pamoja." Binti huku anaamka na kuondoka akajibu, "Nimechelewa." Binti anaonekana kukata tamaa kweli kweli. Jamaa akaendelea kumbembeleza mpenzi wake. Wakati jamaa anaendelea kuongea, binti huyo akasepa. Wakati huo sebuleni tunamuona pasta amekwisha kufika na yupo na mama wanafanya maombi na kumshukuru Mungu. Baada ya maombi, pasta akamwambia mama yake na binti, "Mama, shetani anajaribu kukuibia furaha yako, lakini hatofanikiwa kwa jina la Yesu." Mama anaitikia tu, "Amina." Wakati huo binti akiwa anashuka kwenye ngazi kutoka chumbani kwake, anaangalia chini na kumwona mama yake pamoja na mchungaji wakiwa wameendelea na maombi, na akamsikia pasta anasema, "Amepoteza vita." Mama anaitikia tu, "Ndiyo, amepoteza. Amina, asante Yesu, asante sana." Mara kugeuka anamwona binti yake akiwa anatoka chumbani na anaonekana kama ni mtu mwenye kuondoka kabisa nyumbani. Mama ikabidi amuulize kwa kushangaa, "Tonye, unaenda wapi?" Lakini Tonye akaangalia kwa dharau na kumuuliza mama yake, "Mtu huyu anafanya nini hapa?" Mama kwa furaha huku akionyesha uchangamfu anasema, "Unamjua? Huyu ni Nabii Matthew. Amefika hapa kukuombea." Nabii naye akadakia na kusema, "Ubarikiwe mtoto," huku akisimama na akamshika binti kichwani na kuanza kumwombea, "Umeponywa kwa jina la Yesu." Lakini binti kwa hasira akiwa anafoka akamwambia mtumishi wa Mungu huyu, "Jaribu kunigusa tena mara moja na kuthibitishia nitakufungulia kesi. Sitaki." Mpenzi wake binti akazisikia hizo kelele akiwa chumbani, naye ghafla ikabidi ashuke sebuleni ili kujua nini kinaendelea. Na mama yake na binti akamwambia binti yake, "Tonye mwanangu, kuna nini kwako?" Na akamgeukia Nabii Mathayo na kumwambia, "Tafadhali, samahani sana mheshimiwa." Lakini nabii akamwambia mama yake na binti, "Usijali mama, kama nilivyosema, shetani anafanya kazi, hajui anachofanya." Binti akamwambia mama yake, "Mtoe huyu taji nje ya nyumba yangu." Binti akaondoka kwa dharau, lakini mama yake akaongea kwa hasira, "Kujifanya kana kwamba hakuna kinachoendelea hakutabadilisha kitu. Tunahitaji maombi na kufunga. Ni Mungu tu anayeweza kukuponya na unajua hilo." Wakati mama wa binti anaendelea kusema hivyo, mara hali ya binti ikaanza kubadilika na kuwa mbaya. Mara kama anajihisi kizunguzungu hivi, lakini akajikaza tu akaondoka, na mama yake akaendelea kusema, "Tunahitaji maombi na kufunga." Mama akamgeukia mpenzi wa binti na kumwambia, "Hutafanya chochote kuhusu hili, hauwezi ukafanya kitu." Jamaa akamjibu, "Mama, nimejaribu tayari." Mama akamgeukia Nabii Mathayo na kumwomba msamaha, "Mama, samahani sana pasta, tafadhali samahani." Nabii akajibu, "Ni sawa, usijali mama." Binti akiwa anaendesha gari lake, hatujui anaenda wapi. Mara hali yake ikaanza kuwa mbaya, akaanza kujihisi kama anachemka, ila akaendelea kujikaza tu na kuendesha gari lake. Na kweli Mungu kamsaidia, akafika na kwenda. Na kweli akafika ofisini, lakini alipokuwa anasemeshwa na mfanyakazi wake, akawa anaonekana ni kama mtu ambaye mawazo yake hayako hapo na hali yake sio nzuri, ila anaendelea tu kujikaza. Basi binti akaegemea kiti na kupumzika. Akiwa amepumzika, mara ndiyo usingizi ukampitia kabisa, na hapa mzee huyu akawa ameingia ofisini kwa binti na kumkuta amelala. Ndipo akaamua kumgongea meza na kumwamsha. Binti akashtuka na kusema, "Oh Yesu, bosi, samahani." Leo binti kamtaja Yesu bana.
Binti akauliza huku akiangalia saa yake, japo anaonekana kama hayupo vizuri kabisa. Ni saa ngapi? Mzee akamjibu, ni saa 10 jioni, nimekosa kikao. Binti akamwomba msamaha, samahani sana. Lakini mzee akamuuliza binti, Tonye, unaonekana hauko sawa. Binti, ndiyo. Mzee akamuita tena, Tonye, uko sawa kabisa? Binti akasema 100%. Binti akajifanya kufungua faili na kuendelea kufanya kazi, lakini mzee akamnyang'anya faili. Mzee akamwambia binti kwa kumfokea, rudi nyumbani, unaonekana si mzima, rudi nyumbani. Lakini binti akaendelea kung'ang'ania na kusema niko sawa, na mzee akaondoka huku amekunja sura kama kakasirika hivi. Binti kama kazidiwa vile, na baadaye akajikaza tu na kuendesha gari lake kurudi nyumbani. Akiwa anaendesha gari, mara kaanza kujihisi vibaya na akazimia huku akiwa anaendesha gari. Bahati nzuri gari lake likasimama lenyewe. Binti akiwa amelala kwenye usukani wa gari, mara akajiona kama tayari amekufa na yupo mbinguni sasa, akiwa amevaa gauni jekundu tofauti na alilokuwa amevaa kwa wakati huo. Na huko akaanza tu kushangaa, mara watu wawili wakapita wanamkimbilia mzee mmoja aliyesimama mbele yake. Na hao watu, mmoja kijana wa kiume na mwingine ni binti. Akawaambia vijana hao, ninyi wawili mnaonekana wazuri sana na tayari kwa ibada ya Jumapili. Akawaambia vijana hao, acha twende ndani ya gari. Na watu hao wakaanza kuelekea ndani ya mawingu, na mara binti huku akiwa na hofu akaanza kuwafuata kwa nyuma na akaita, baba subiri, baba subiri. Mara yule mzee pamoja na watu alionao wakageuka kumwangalia binti, na mzee akamuita binti na kumuuliza, Tonye, Tonye, unafanya nini hapa? Rudi nyuma, rudi nyuma, haijafika wakati wako bado, wakati wako haujafika. Mungu ana mpango na wewe, Mungu ana mpango kwako, Mungu anakupenda, rudi nyuma. Binti akamwambia mzee huyo, lakini baba, nimekumisi. Mzee akamwambia binti, tumekumisi pia, najua siku moja tutakuwa pamoja, lakini sio leo, rudi nyuma. Binti akawa anasema, hapana baba, hapana. Akanyosha mkono wake ili amguse baba yake, lakini mara akavutwa na kutolewa huko mbinguni. Alipokuja kufumbua macho akajikuta akiwa hospitali, yupo chumba cha ICU, kafungwa na mashine kabisa. Naam, asante kwa kuendelea kuwa nami, na ninakuomba tuishie hapa kwa episodi hii ya pili, na sasa jiandae kwa ajili ya kupata kipande kingine cha 3. Ninaamini utayajua mengi kuhusu Tonye na utajifunza mengi kuhusu Tonye. Kwa sasa endelea kuwa nami. Mimi ni Madoshi James. Kama hauja subscribe chaneli hii, basi ninakuomba saidia subscribe ili uwe mwanafamilia wa hii familia. Na kwa sasa tuishie hapa, na nitakuletea kipande kinachofuata muda si mrefu. Asante kwa uvumilivu wako na bye. John 13:16. No, come on for here, man. They come on for here now. You wind yourself. You wind yourself. I go sound you. I go sound you. All these are shower girls when they don't retire. You don't defend us by night.